Then we have Esther Wanjiru Rungunya. Esther Wanjiru Rungunya. Haleluya. Huyo ndio shushu alikuwa kwa class. Saidiwe kupanda. Haleluya. Esther Wanjiru Rungunya. Why do we charge and commission intercessors and ministry workers? Is to be able, number one, to commit them into the hand of God, who is the ndio mwanzilishi wa huduma ya Ukristo. And so sisi kama the apostolic leader tuna wacommit kwa mwenye kazi. Leo natoa hii charge kwa kila mmoja wenu ya kwamba kutoka siku ya leo uweze kuinua madhabahu ya maombi na maombezi, na kuchaji uweze kusimama katika mwanya katika maombi na maombezi kwa sababu ya mwili wa Kristo. We are so happy today and we bless the Lord. And in front of you is April 2024 Mizpah School of Prayer, Intercessory and Deliverance graduating class, ready to make a presentation. Welcome. Ephesians 6:12. Second Corinthians 5:17. The New Creation Creed. I know who I am in Jesus Christ. I am what He says I am. I can do what He says I can do. I can have what He says I can have. I have been justified, completely forgiven and righteous. Signs and wonders were witnessed until people said, can we buy this power? So we declare in Jesus' name, from today, signs and wonders will follow you wherever you shall be. In Jesus' name.
kuongozwa nawe katika kila hatua, katika jina la Yesu Kristo. Umetuingiza katika level ingine ya ushindi, na ushindi mkubwa kwa kila mmoja. Tunakuamini ya kwamba hata wengine wakikuacha, utatupatia neema hiyo kuu ya kutembea na wewe. Tunakupenda Yesu, tunakuinua. Sio kwa nguvu zetu, sio kwa uweza wetu, ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Tusaidie Bwana, tunahitaji msaada wako, na naamini ya kwamba utatuwezesha. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Praise the Lord. Now as we stand, I want to present the graduates to our apostle. And before I do that, I'll ask them to give a presentation. The others may be seated. I'll ask them to give a presentation shortly, and then I'll present them to our apostle, Dr. Jessica Karanja. We are so happy today, and we bless the Lord. And in front of you is April 2024 Mizpah School of Prayer, Intercessory and Deliverance graduating class, ready to make our presentation. Welcome. Ephesians 6:12. Second Corinthians 5:17. The New Creation Creed. I can have what he says I can have. I have been justified, completely forgiven and made righteous. I am free forever from condemnation. I have been made complete in Christ. Thank you. Amen. 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 And so I ask you to turn and face forward, face the altar. And so our director, Apostle Jessica Karanja, I have the pleasure of presenting to you the graduating class, the graduates. And I want to read their names. Lena Wangare Makoha. Nora Jemutai Rono. Esther Wanjiru Rugunya. Sarah Wanjira Masharia. Margaret Amwai. Mary Jerry Kamau. Rachel Wangare Said. Sarah Wetola Lusweti. Where is Sarah? Oh, okay. Mercy Wangeshi Kamau. Eunice Mumbi Mungai. Ben Joroge Masharia. Andikwa mara mbili. Gerard Ombuna Onaro. Rachel Jerry Juguna. And we have Susan Ru? Yeah? Niambie tena hiyo. Chepkweril. So we have Susan also. Kuna mwenye ameandikwa mara mbili, but we have Susan. Praise the Lord. So our apostle sir, Dr. Jessica Karanja, these are the graduates that are graduating today, and so I hand over them to you.
would like to invite Reverend Hudson, as I will ask everybody to stand up. Why do we charge and commission intercessors and ministry workers? Is to be able, number one, to commit them into the hand of God, who is the yeye ndio mwanzilishi wa huduma ya Ukristo. And so sisi kama the apostolic leader tuna wacommit kwa mwenye kazi. Kama vile nilisema tukianza, turudi kuona ya kwamba sisi tuliingia kwa kazi bila kuwa na divine authority. Kwa hivyo point number 2, why we commission people into the ministry, into intercession, because intercession is a ministry by itself, so that we may pass over to them a divine authority. Hallelujah. In Antioch, after the prayers in Acts of the Apostle chapter 13, the Holy Spirit said, separate for me Paul and Barnabas. So people are called by God and they are commissioned by God, because Paul and Barnabas had a commission from God, but it couldn't function until they were set apart by men, the other apostolic leaders. So number 3, why we commission and release people into the ministry and into their calling is to fulfill the biblical standard. God calls people, but men set other men apart. God had set you apart. Psalms 136, the Bible says, God has set you apart since birth. But it comes to a place whereby men have to set you apart. So what we are doing, we are setting you apart for divine purposes. We are setting your life apart. We are setting your life so that God can be able to use it. From Antioch, we see Paul and Barnabas now moving with the sign, wonders, and miracles. The same Paul was rejected by the Jews when he was called in Acts of the Apostle, chapter 9. He was rejected in Jerusalem, in Damascus. In Galatians chapter 2, God reveals to him to come back to Jerusalem and meet the pillars of the word of God, of the apostolic church, Peter, John and James and the others. And the Bible says in Acts of the Apostle chapter 2, they gave him the hand of fellowship, or they gave Barnabas and Paul the hand of fellowship. Everybody needs to receive a hand of fellowship from spiritual leaders that walk right with God, from spiritual leaders that have taught him or her the ways of God. So we commission people that we may give them a hand of fellowship, so that when they go out, the demons has asked people, whom are you? Where do you come from? You remember the story of sons of Sceva? There were some guys that were not commissioned, but Paul and Barnabas were commissioned from Antioch. So the devil said, Jesus we know, Paul we know, but whom are you? So point number 5, why we commission, is because of identity. You receive a divine identity. Whatever the ministry God has put in your life, you are going to operate with a divine authority. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And your life from today has a godly identity. By and by, there's going to be fruits of the Holy Spirit being manifested in your life. That's why we commission you. Number 6, I believe, is because of security, divine security.
divine security. Just what I've quoted in Acts of the Apostles, Paul and the son of Sceva, is that the sons of Sceva were beaten, roughed up, their clothes got torn out, and they were chased away with a lot of shame. They didn't have clothes by the time. Signs and wonders were witnessed until people said, can we buy this power? So we declare in Jesus' name, from today, signs and wonders will follow you wherever you shall be. In Jesus' name. I want us to sing in Swahili our commissioning song. I believe the graduates know it, or you can look at the board. Or we sing it in Swahili. Okay? Yes, so let's wait for somebody to fix it up. Nitakufuata wewe kufa kwa dhambi zangu. Let's start from verse 1, guys. Let's go. Yesu msalaba wangu kwako nimejitwika, ni kwa nami Bwana wangu, wengine kuepuka. Nitakufu hata wewe kufa kwa dhambi zangu, wakiniacha wenzangu, mimi nitakwama. Sina tamaa ya mali ya ulimwengu, mimi ni tajiri kweli, mrithi wa nitakufu hata wewe kufa kwa dhambi zangu, wakiniacha wenzangu, mimi nitakwana. Leo kama vile Paulo alivyosema katika Timotheo wa pili chapter ya 4 mstari wa kwanza, ya kwamba katika presence ya Mungu na ya Yesu Kristo ambaye atawahukumu walio hai na waliokufa katika siku yake ya kurudi ya ufalme wake. Leo natoa hii charge kwa kila mmoja wenu ya kwamba kutoka siku ya leo uweze kuinua madhabahu ya maombi na maombezi
na kuchaji uweze kusimama katika mwanya, katika maombi na maombezi kwa sababu ya mwili wa Kristo, na kuchaji uweze kutoa maisha yako kama dhabihu lililokubalika mbele za Mungu kupitia maombi na maombezi na kufunga mbele za Bwana, ili usije ukahukumiwa na mtu yoyote ama na roho yoyote. Na kuchaji uweze kugard, kulinda kile kizuri ambacho kimewekwa katika maisha yako na katika roho yako kupitia Roho Mtakatifu, kupitia upako ambao leo unapokea kutoka katika mitume walio hapa mbele yako. Leo tunakuchaji uweze kufanya kazi ya huduma ukiwa na nguvu na neema katika Yesu Kristo, ukiwa kabisa umeshawishika ya kwamba Mungu na yeye pia anaweza kukulinda. Na kuchaji leo uishi maisha ya utaua katika hali ya kutii Mungu na kutii viongozi wako wa kimitume, na kuchaji uweze kuishi maisha ambayo ni ya uteua katika maombi na maombezi na katika neno la Mungu, na kuchaji uweze kudevote masaa yako na mali yako kutumikia maadili ya Mungu wetu Jehova katika mwito huu wa intercessory ambassador. Kama unakubali mambo haya yote, unasema ndio, nitatimiza kwa uwezo wa Mungu. Tuseme kwa pamoja, ndio, nitatimiza kwa uwezo wa Mungu. Leo na kuchaji ya kwamba usiwe mtumishi wa vita, that you should not quarrel, and those who oppose you, you must be kind to everyone, teaching them the word of God. Those who oppose you, you must gently instruct them in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth. Kama unakubali, nasema ndio, nakubali. Trick. Leo inua tu mkono wako. Leo katika jina la Yesu Kristo ninachaji kila mmoja wenu, nikiomba ya kwamba neema ya Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu iwe juu ya kila mmoja wenu, ili iwe ya kukutakasa, iwe ya kukuunganisha na watakatifu wote, na uweze kupatikana katika presence ya Mungu katika jina la Yesu. Naomba walimu tukuja hapa mbele. Naomba Hudson, Elizabeth aanze kwa maombi. Hudson atawaombea, ataongoza maombi katika jina la Yesu ya kuwabariki. Mungu mwenye nguvu zote, tunasema ni asante kwa sababu wewe ndio unaita watu na kuwateua na kuwatenga. Uliwaita kabla wanjombo katika tumbo za mama zao, na Bwana siku ya leo umewatenga kwa ajili ya kazi ulioandaa kwa ajili yao. Naomba ya kwamba kila mmoja akaingia katika hiyo nafasi, akaielewa na akatukuza jina lako. Hakuna hata mmoja Bwana atachoka, hakuna hata mmoja Bwana atashindwa. Wote Bwana, kila mmoja atalete mazao katika gala lako, katika nyumba yako, na siku moja Bwana utawaambia, well done good and faithful servants. Asante, wafiche kwa damu ya Yesu Kristo, wahifadhi katika dunia hii, ili ya kwamba Bwana watakapofika mbinguni wakuwe watu walishinda shetani na waliwapigania, wakalete mazao mengi katika nyumba yako. Watetee katika nyumba zao, watetee Bwana katika maisha yao, watetee Bwana katika huduma, katika kazi ya mikono yao. Wacha kuanza leo Bwana iwe ni mwanzo mpya katika kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo Baba tunaomba na kuamini. Amen.
Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunawakabidhi hawa wapendwa, nikitangaza damu ya Yesu ikawatetea usiku na mchana, popote watakapoenda waweze kukubalika katika jina la Yesu Kristo, naye Roho Mtakatifu akawa partner katika maisha yao na kuwainua katika levels ambazo umepanga katika maisha yao. Ninaomba wakubalike manyumbani mwao, mahali watahudumu, katika ofisi yote watakayoingia, katika kaunti yote na katika nchi zote watakazotembelea. Let the favor of God be upon their lives, and I now declare divine favor, divine connection and divine provision all the days of their lives. In Jesus' name we pray. Amen. 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 As we anoint them, Lord, we declare it is done. 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 They receive a new anointing. They receive a new refreshment, even to move in the areas you have called them, in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Natangaza divine favor. We declare divine provision. We declare divine protection. Katika jina la Yesu, siku zote za maisha yao, Ibilisi shetani hatauliza ni kina nani hawa. They are protected, covered under the apostolic covering. Katika jina la Yesu, to discharge the mandate ambayo umewekea juu yao. Katika jina la Yesu, they receive a double portion in the name of Jesus. 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 The power of Jesus Christ of resurrection to work in their lives, in the mighty name of Jesus. They are victorious in the name of Jesus. They are victorious in the name of Jesus. In the name of Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. In Jesus' name. Leo Bwana, katika jina lako takatifu, tunawatenganisha hawa leo na makusudi yoyote ya ule mwovu shetani. Kama kuna deni yoyote Ibilisi anaweza kuwa anashikilia, atawauliza. Leo tunatangaza katika jina la Yesu, imelipwa katika damu ya Yesu Kristo. Kama kuna mtu anaweza kuwafuata kwa mashtaka yoyote, leo tunatangaza damu ya Yesu imelipa hiyo yote, in the mighty name of Jesus. Kama kuna kitendo shetani angewafuata nacho na kuwastaki, leo tunasema mashtaka yote Yesu amelipa, in the mighty name of Jesus. Kama kuna deni ya mali, ya magonjwa, ya shida, ya tabu, leo tunatangaza damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, in the mighty name of Jesus. Naomba walimu waweze kuwekelea mikono napowatangazia kufunguliwa kwao, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There is no condemnation upon your life. There is no sickness of condemnation. Hakuna magonjwa ya kifo tena, in the mighty name of Jesus. Your marriage, your family is sanctified, in the mighty name of Jesus. Rapa shokaraba repelebe. If you are behind there, just raise up your hand and make this agreement in Jesus' name, that these people are free from today, in the mighty name of Jesus. We declare their freedom. Their marriages are set free. Their families are set free. Their children are set free, in the mighty name of Jesus. They are set free. Rapakaraba repelebeshol. They are set free, in the mighty name of Jesus. They are set free, each one of them, in the mighty name of Jesus. We reverse every demonic order in their life. We reverse every curse. We reverse every bondage, in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu, leo tunatangaza every declaration that has been made by the facilitators, by the teachers, by the men and women of God who have been teaching them. Let it be, in the mighty name of Jesus. We believe that the fire of God is upon your life. Kama uko hapa unainua mkono wako, if you can, just receive this fire. Receive this fire of the Holy Ghost. Receive this fire of the Holy Ghost. Ujazwe mara tena, in the mighty name of Jesus. Ujazwe mara tena, in the name of Jesus. Ujazwe mara tena. Rapaka raba repelebe shatalaba repeka shuta repeleme ropoloba, in the name of, we declare freedom. We declare freedom. We declare freedom upon your body,
Hakuna magonjwa ya familia tena, hakuna vifo za familia tena, kuna umaskini wa familia tena. In the mighty name of Jesus, tunakutenga na laana za wanadamu na laana za shetani. In the mighty name of Jesus, tunakufungua kwa sababu ya utumishi. In the mighty name of Jesus, we sanctify your life kwa sababu ya utumishi. In the name of Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Father, we give you praise, we give you praise. Tunakuinua Bwana, tunakuinua Bwana wa Mungu. Asante kwa mambo makubwa ambayo umewatendea hawa. Wengine umewaponya mili. In Jesus name. Over the last 2 weeks, umekata minyororo ya shetani katika maisha yao. Oh Bwana mtakatifu, umereverse laana ndani yao, umereverse vifungo ndani yao. Oh Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, asante kwa yale umetenda. In Jesus name. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. One more time we sing, Hata wewe kufa kwa dhambi zangu, wakiniacha wenzangu, mimi nitakwenda. Mungu mwenye enzi, mtakatifu wa takatifu, yeye ambaye ni mwanzilishi wa kazi njema ndani ya kila mmoja wenu, kutoka siku ya leo hiyo kazi ikawa na mazao na matunda. In Jesus name. Tunawatangazia mtanguliwe na nguvu za Mungu mbele yenu katika jina la Yesu. Tunawatangazia Bwana akawaondolea mawe katika maisha yenu, katika biashara zenu, katika huduma yenu. Mungu akaziba mashimo yote. Leo milima iliyo mbele yenu Mungu akaileta chini, na mabonde Mungu akayainua. Mutembelee katika barabara ya Mungu, the highways of glory, the highways of the blessing of God. Kazi ya mikono yenu ibarikiwe, uzao wa tumbo yenu ubarikiwe. In the mighty name of Jesus. Leo katika jina la Yesu, macho ya mioyo yenu atiwe nuru, Roho Mtakatifu awaangazie. In the mighty name of Jesus. Mungu kila mara akawaandalia meza hata machoni pa watesi wenu. In the mighty name of Jesus. Akawatumia malaika, mnapojikwaa msije mkaumia. Malaika wakawashika wakawainua juu. In the mighty name of Jesus. Leo Mungu akawateremshia mana kutoka juu mbinguni. Hata mnapopitia kwenye ukame usije ukawaweza, sababu mna msaada unaotoka juu mbinguni. Wingu la rehema liwe juu yenu. Leo tunawatangazia kufaulu, tunawatangazia nguvu za Bwana. In the name of Jesus. Na sasa kwa yeye yule ambaye awezaye kutenda zaidi ya vile tunavyomuomba, tunamkabidhi nyinyi wote mikononi mwake. In the name of Jesus. Awe mchungaji wenu, awaongoze. Zaburi 23 iwe sehemu yako. In Jesus name. Inua tu mikono yako, jitangazie Zaburi 23. In the name of Jesus. Sisi wote kwa pamoja. In Jesus name. In the name of Jesus. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Hunlaza kwenye majani mabichi, huniongoza kwa maji matulivu, hunihuisha nafsi yangu.
tunataka kuingia katika meza ya Bwana kama vile ambavyo Biblia inasema katika Mathayo 26:26. Yesu walipokuwa wakila, alichukua mkate, akaubariki, akaumega na akawapa wale. Pia akachukua kikombe, akatoa shukurani, akawapa wanywe akisema, ni damu yake ya agano jipya inayomwagika kwa ajili ya dhambi na ondoleo la dhambi za ulimwengu wote. Kwa hivyo ndivyo tunataka kufanya ili tupokee baraka zote ambazo zinaambatana na meza ya Bwana. Haleluya. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza hii ni ishara ya mwili wako uliopigwa kwa ajili yetu sisi tupate uponyaji wa kiroho na uponyaji wa mili yetu. Kwa hivyo mkate na utakasa na ubariki. Tunapoula Bwana, uponyaji unaingia kamili katika maisha yetu. Natangaza umetakasika katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen. Asante Mungu Baba kwa ajili ya damu iliyomwagika. Hii ni ishara ya damu yako. Tunapoinywa, we reaffirm the covenant of the new blood of Jesus Christ, kivunja maagano mengine yote na kuleta utakaso ili tuingie katika baraka hizo. In Jesus name we pray. Amen and amen and amen. Kwa hivyo tunaanza kupea hawa kwanza. Hallelujah. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Baba Mungu, tunasema ni asante Bwana. Tunakula na kunywa kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mama, hivyo kwamba kama uko hapa una uhuru wa kula meza ya Bwana, tunataka kukukaribisha ili tuwe na katika mwili mmoja na katika imani moja. Kwa hivyo kuna pastor atasimama pale na mwingine atasimama hapa kwa wale wako upande huu, tukubaliane pamoja. Nyinyi mtasimama tu hapo few minutes.
ni haya kwa Bwana, kwake nitang'ara. Mti Wale wako kwa wataendelea tu kwa meza, watakuja tu kwa meza. Toa hizi. Fili kwa tamanija hapo. Msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni tukafurahini pamoja. Msalaba, Ukifika kwa kiti unaweza kaa chini ule na unywe, alafu tutapata maombi baadaye. ya mema, nikatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni tukafurahini pamoja. Kama kiti chake vivyo ni yake ahadi, alivyowekewa navyo kamwe havirudi. Msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni tukafurahini pamoja. Bwana wangu tena, Ukiwa tayari, ukimaliza maombi unapeana kikombe kwa ashas ambao wanapita hapo ndani. Hataacha Roho wake wala unikao. Msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni tukafurahini pamoja. Just soak yourself in the Lord. Katika maombi kila mmoja rapa shelebelebe ripika robo shalaba shelebelebe ashantolobo selemen ripika robo shalaba. Huu ndio wakati wa kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Huu ndio wakati wa kupokea neema yako, vipawa vyako kuwekwa nguvu. Huu ndio wakati wa ukombozi wako. Unaweza kuwa ulikuja hapa ukiwa mgeni, hata wewe pokea ukombozi wako. Wakati Roho Mtakatifu anapita katikati yetu, anafanya upya maagano in the name of Jesus. Shikapulaba selebe ripikaraba shalaba ripikaraba shentalaba seleme rapakarabu shalaba selebelebea ripikantolobo selebeliantolobo. Simameni sisi wote.
assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of laughter burst at my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Na leo nawakabidhi kila mmoja wenu katika mikono ya yule awezaye kutenda zaidi ya vile tunavyofikiria, akaongoza miguu yenu popote mtakapotembea. Na leo jua la neema liweze kuwaongoza, kuwalinda na kuwakinga. Na kwa wote ambao waliingia katika madhabahu haya, natangaza neema ya uwepo na nguvu za Roho Mtakatifu iwe juu ya kila mmoja wenu. Mungu akakumbuka kila ombi umeomba na Mungu akakumbuka mahitaji yako yote, akakutimizia katika jina la Yesu. Unapotoka katika madhabahu haya, unapoenda nyumbani, uende katika uhuru wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Mungu aweze kuwabariki na Mungu awaangazie uso wake na kuwapa amani tangu sasa na hata milele. Nayo neema ya Mwokozi wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amen. Congratulations. Congratulations. Naita Elizabeth kuendelea kutoka hapo. Amen. Amen. And so I'll call the names and you'll give them the certificates of graduation. Vile wata follow in that order. Pastor Philip will be giving the certificates to Apostle.
to hand them over to the grand ones. Praise the Lord. And so we start with Lena Wangare Makoha. Lena Wangare Makoha. Hallelujah. Congratulations, Lena. So you receive your certificate. Alafu utasalimia walimu ukienda. Yeah, salimia walimu ukienda. Congratulations in Jesus' name. Then we have Nora Jemutai Rono. Nora Jemutai Rono. Congratulations, Nora. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. And then we have Esther Wanjiru Rungunya. Esther Wanjiru Rungunya. Hallelujah. Huyo ndio shushu alikuwa kwa class. Saidiwe kupanda. Hallelujah. Esther Wanjiru Rugunya, followed by Esther Wanjira Masharia. Sarah, not Esther, Sarah Wajira Masharia. Sarah Wajira Masharia. Amina. Sarah Wanjira Masharia. Followed by Margaret Amwai. Margaret Amwai. Margaret Amwai. Followed by Mary Jerry Kamau. Mary Jerry Kamau. Followed by Rachel Wangari Saidi. Rachel Wangari Saidi. Congratulations, Rachel. Followed by Susan Jepkoril. Susan Jepkoril. Congratulations, Susan. Susan, congratulations. Followed by Sarah Wetola Lusweti. Reverend Sarah Wetola Lusweti. Congratulations. Amen, in Jesus' name. Followed by Mercy Wangeshi Kamau. Pastor Mercy Wangeshi Kamau. Congratulations, Pastor, in Jesus' mighty name. Followed by Eunice Mumbi Mungai. Eunice Mumbi Mungai. Congratulations, Eunice. Eunice is followed by Pastor Benny Joroge Masharia. Pastor Jenny Ben Joroge Masharia. Congratulations, Ben, Pastor, in Jesus' name. Followed by Pastor Gerard Obina Onaro. Pastor Obina, Jared Obina Onaro. Congratulations, Pastor. And finally, followed by Rachel Jerry Juguna. Rachel Jerry Juguna. Congratulations, Rachel. Hallelujah. Praise the Lord. So, Apostle, those were the grand ones. Thank you. Thank you. Yes. Amen. Amen. And so you may take your seats as we welcome Pastor Philip. And group photo. Yeah, we come for a group photo. Hallelujah. So, Dennis.